Basi tuelekee katika kaunti ya Migori ambapo Margaret Ajema alizaliwa na ulemavu na hawezi kutembea. Kando na kukosa mikono na miguu, yeye huchukua muda wake mwingi kujikokota tu huku akijihusisha na shughuli zake za kila siku. Ajema mwenye umri wa miaka 23 ana sifa za pekee za ujasiri. Fred Moturi alimtembelea msichana huyo kwao katika kijiji cha Osingo, kaunti ya Migori, na ameandaa taarifa ifuatayo. Wiki mbili zilizopita Margaret Ajema aliufanya mtihani wake wa KCPE baada ya kupitia mazingira magumu. Ila nilikuwa nimeshazaa hivyo, nikatarajia ati niendelee na masomo, niendelee kusoma. Nilikuwa class 3. Kulingana na mamake Grace Imali, Margaret kila wakati alikuwa anajificha na kuwafuata watoto wa rika yake kijijini mpaka shuleni, kisa na maana mamake hakutaka aende skuli. Hata wakati niliona akienda shule, nilikuwa natetemeka na yeye vile ataenda shule. Yeye mwenyewe alitoka tu, akaanza tu kuendea chini. Babake msichana huyu alifariki mwaka wa 2005 na tukio hilo lilimhuzunisha sana, lakini hakukata tamaa maishani na akajitolea kikamilifu kwa alichokuwa anafanya shuleni. Na hiyo shule ilikuwa mbali sana. Sasa nilikuwa naamka asubuhi, naenda nafika huko kama watoto wameshaingia kwa darasa. Sasa ilikuwa ni shida sana, nilikuwa napitia kwa milima na hiyo milima ilikuwa imefanya mamawe. Sasa hata mvua ikinyesha ilikuwa shida kwenda shule. Matatizo yakija huja na vituko vyake, na Margaret aliathirika kwa namna hiyo, kwani akiwa darasa la 3 alinajisiwa na jirani yao na akajifungua kupitia upasuaji. Miezi 9 baadaye akajifungua mtoto mvulana. Hivi wakati alipata mimba, huyo mtu alipotea, hajaonekana hadi wa sasa, hata sijamuona. Azimio la msichana huyu ni kujitahidi masomoni, kutokata tamaa na kufanikisha hatma ya maisha yake na yale ya mwanawe, pamoja na kuwa mamake pia anaugua. Mimi nilichagua mashule. Moja ilikuwa ni Moi Girls, ingine ilikuwa ni Joyland, ingine ilikuwa Thika. Mamake anasema japokuwa huenda mwanawe aliurithi ulemavu kutoka kwa marehemu babake, anamuonea fahari kubwa Margaret. Kinachompa dhiki mamake ni jinsi wa Samaria waliojitolea na kumpeleka shule Margaret hawakulipa pesa zote kama ada ya masomo kwa miaka aliyokuwa shuleni. Na msichana sasa hivi amefanya mtihani wa darasa la 8. Sasa mimi nilishukuru vile walinifanyia, lakini kitu kingumu kwa shule hawakulipa fee. Unapotizama jinsi anavyoendesha maisha yake na ya mwanawe, utatambua kuwa uvumilivu ni kiungo kikuu cha kufanikisha hatma ya maisha. Hata ingawa amepitia changamoto si haba shuleni na nyumbani, Margaret amesema kuwa hata kufa moyo na ataendelea mpaka wakati atakapotimiza ndoto yake ya kuwa daktari. Fred Moturi, KTN News, katika kijiji cha Osingo, kaunti ya Migori.